Bwana Yesu asifiwe. Baada ya steji ya 3 kukamilika, wewe sasa kuna steji ya 4 ambayo unaingia kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 6. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Tayari umeanza kuingia ndani zaidi kujua siri za Mungu na nini Mungu anataka. Ile tabia ya upole, kujikana kuna kutengenezea kiu isiyoisha na njaa isiyoisha ya kutaka kupata haki zako za msingi kwa Mungu. Hii hali ya kutafuta haki zako za msingi kwa Mungu, Mungu anakushibisha. Anakushibisha nini? Hicho unachokitafuta. Unajua sasa hivi unatafuta nini? Unatafuta haki ya kuwa mtoto wa Mungu, haki ambayo ulipoteza bustanini, haki ya kuishi na kufaidika na kumiliki ufalme wa Mungu kama ilivyokuwa mwanzo. Ule upweke ambao ulikuwa unausikia mwanzoni ukiwa maskini wa roho, sasa unaanza kutafuta kuziba lile gap la ule uhitaji uliousikia pale mwanzoni, na ndipo Mungu anasema atakushibisha. Atakushibisha manake nini? Atakupa sawasawa na unachohitaji kupokea, yaani tabia halisi ya Mungu aliyoumba ndani yako inaanza kuingia kwenye steji ya 4. Wewe unakuwa mtu mpya mwenye mfanano mpya na Mungu. Ndicho unachokitafuta kwa sasa. Kwa sasa hauhitaji kitu kingine zaidi ya kufanana na yule ambaye wewe una asili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa ndicho unachoanza kutafuta sasa. Haki iliyo kuu na itakayokuletea haki zingine. Mungu ni upendo. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 6 wa 7, anasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mungu ni mwingi wa rehema. Ndani yako inaingia tabia ya Mungu inayoitwa upendo. Upendo ni kifungo cha utakatifu. Kwa hiyo tabia ya Mungu inaanza kuzaliwa ndani yako kupitia upendo, na ndio maana unatengenezewa tabia ya rehema. Una tabia ya kuhurumia, yaani rehema manake huruma, rehema manake upole, rehema manake samehe, rehema manake penda. Penda bila sababu za msingi za kupenda. Hii ni tabia ya Mungu, unaumbiwa ndani yako, na hii ndiyo haki ambayo itakuletea haki zingine zote. Haki zingine zote. Hii haki itakupa mbegu ya kiungu inayoitwa kuitwa mwana wa Mungu. Tutaona kwenye steji zinazofuata huko mbele, lakini kwa sasa ni mtu wa rehema. Kwa hiyo utarehemu na wewe utarehemiwa. Ukiendelea kule chini kabisa kwenye hiki kitabu anakuambia, kwa hiyo msipowasamehe watu makosa yao, hata Baba yenu wa mbinguni hawezi kuwasamehe. Ni tabia ambayo lazima iumbike kwa mtu ambaye anautafuta ufalme wa Mungu. Hii steji inakutoa kwenye steji ya kuitwa mtoto, inaanza kutafuta uwana ndani yako. Mtoto na mwana ni vitu viwili tofauti. Hapa unavuka kwenye utoto, unaanza kuingia kwenye wana. Wewe utaitwa mwana kwa sasa, kwa hii steji unayoitafuta. Mungu akishawekeza tabia ya upendo ndani yako, utaitwa mwana bila kujali madhaifu ya mtu. Utapenda bila kujali muonekano wa mtu. Utapenda bila kujali hali ya mtu. Haitakuzuia kupenda. Muonekano wa mtu hautakuzuia kupenda. Maisha ya mtu hayatakuzuia kupenda. Utapenda kwa sababu ni tabia imeumbika ndani yako, na hakuna atakaye kuambia penda. Tabia iliyoko ndani itakuwa automatic you love, bila kufosiwa, bila kuambiwa samehe, utasamehe tu. Bila kuambiwa usikasirike, hutokasirika tu. Bila kuambiwa usilale hujasamehe, utasamehe tu. Bila kunyenyekewa, bila kupigiwa magoti, utasamehe tu. Kwa nini? Kwa sababu tabia ya uwana imeumbika ndani yako. Tabia ya kuwa mwana wa Mungu inatafutwa kwenye hii stage ili uumbike ndani yako, uwe mtu wa tofauti, uwe mtu wa vigezo ambavyo baba yako anavyo na alikutengenezea tangu mwanzo, yaani
utakatifu.